Hii hapa itakuwa sasa city. Na hapa tutajenga pia mashule. Hapa tutakuwa na shopping center. Hapa tutakuwa na hospitali. Hapa tutakuwa na makazi ya wananchi. Na mimi namwambia contractor aharakishe. Mimi nataka nirudi hapa Disemba kwa mapenzi ya Mungu. Nianze kuona kama hii mahali imeanza kuwa kama city ya wananchi wa Kilifi. Wananchi hoye! Pia nimeamurisha huyu contractor, hii mradi ya mambo ya manyumba na masoko na mambo ya hostels Kilifi County, nataka munisikize vizuri watu wa Kilifi County. Tumetoa pesa ya serikali bilioni 21 tumepatia watu wa Kilifi County. Bilioni ngapi? 21. Tunajenga nyumba kama hii hapa. Tunajenga ingine kama hii hapa Kilifi South, ingine mahali huyu mjumbe wenu anajua. Pale Tizangani. Tunajenga nyumba kama hii Kilifi Town. Tunajenga ingine Malindi. Hapa nyumba tayari ambazo tumepangia kujenga ni nyumba 8,000. Ile iko hapa ni 1,000. Lakini tuko na mahali ya kujenga nyumba 8,000. Tunawajengea soko 12 mpya. Tunajenga hostels ya vijana wenu. Mahali popote kuko na TVET, mahali kuko na KMTC, pale university yetu ya Pwani, tunajenga hostels ya vijana wetu. Ya vijana hostels tunajenga ni ya vijana 4,300. Tuhakikishe ya kwamba vijana wetu wanaishi mahali pazuri. Mnanielewa watu wa Kilifi? Mnanielewa? Na hii mjengo hii yote inaendelea hapa Kilifi. Tunatarajia kuajiri vijana ya zaidi 5,000 ya vijana watakuwa wanafanya kazi. Vijana wa Kilifi mko? Vijana wa Kilifi mko? Mbona sisikii sauti yenu bwana? Na nimekubaliana na huyu contractor ya kwamba hii kazi yote ya hapa, hawa vijana wako hapa ni wachache. Hii kazi ikisonga tutakuwa na vijana 1,000 wanafanya kazi hapa. Na hakuna kijana atatolewa Mombasa ama Nairobi. Vijana wa hapa Mtwapa na Kilifi ndio watakaofanya kazi hapa. Na nikisema vijana ni pamoja na kina mama. Si ndio? Imesemekana what a man can do, a woman can do better. Ama ni aje bwana? Ni mnanielewa? Kina mama mko tayari? Mko tayari? Sasa sisi zote tujiunge hapa. Mnajua tulisema kazi ni kazi. Si ndio? Kazi ya aina yote. Bora kazi iko hapa, kila mtu achikaze, tufanye kazi, tujenge Kilifi, tujenge Mtwapa na tujenge Kenya. Ama mnasemaje ndugu zangu watu wa Mtwapa? Tunaelewana? Na kwa sababu hiyo ndio mimi nasema leo nimepitia hapa, lakini nitarudi. Nikae hapa Kilifi siku 3. Nipangane na nyinyi ile kazi yote. Niko na kazi nimewapangia bilioni 5 ya mabarabara zenu. Tuko na bilioni 21 ya hii project ya housing, project ya masoko. Tayari ile nilianzisha kule, inaitwa nini kule? Ile soko tayari iko tayari, wewe Mvuria. Ile soko, Watamu. Nilikuwa Watamu juzi. Nilianzisha soko kule miezi 6 iliyopita, sasa iko tayari. Mimi nikirudi hapa naenda kuzianzisha. Na tuko na soko ingine 12 ambayo tunajenga hapa. Tunataka wafanyabiashara wa hapa wafanye biashara mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna usafi, na ili chakula tumetoa shambani isiharibike. Tutakuwa na cold room, tutakuwa na storage, ndio biashara isonge mbele, tuzalishe uchumi wa sehemu hii na tufukuze umaskini. Ama namna gani watu wa Mtwapa? Mtwapa hoye! Mimi niliwaambia tutawajengea barabara ya kuunganisha hapa Mtwapa mpaka kule, ilikuwa inaitwa Kazanini? Kwa Kazengo hapa chini.
si ndio? Hiyo barabara karibu tunakamilisha, na barabara zingine nyingi. Hapa nimeshakubaliana na mbunge wenu na huyu gavana wetu, tunajenga hapa mambo ya stima. Wananchi wengi bado hawajapata stima, ni kweli ama si kweli? Tumewawekea pesa bilioni 2.2 ya kuunganisha stima ya watu wa Kilifi South, Kilifi North, watu wa Malindi, watu wa Ganze, watu wa Magarini. Nyinyi mnanielewa jameni? Na watu wa Rabai wakiwemo watu wa Kaloleni. Na sisi wote tumekubaliana ya kwamba tunatembea hiyo safari ya kujenga Kilifi pamoja. Mbali na hizo miradi yote ambayo tunajenga, tumesema kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Nyinyi mnanielewa? Kwa miaka mitatu ambayo mimi nimekuwa rais, tumejenga madarasa 23,000. Tumeajiri walimu 100,000 na tumebadilisha mfumo wa mambo ya funding ya university ili tuhakikishe hakuna mtoto wa Kenya anabaki nyumbani. Kila mtoto apate nafasi ya kusoma. Tumeelewana? Mwaka huu serikali tumetoa pesa bilioni 44 kuhakikisha kwamba hakuna mtoto anafukuzwa kutoka shuleni kwa sababu ya mambo ya school fees. Nyinyi mnanielewa? Wazazi mko? Mimi natoa ilani kwa headmaster yeyote ambaye anafukuza mtoto ati hajalipa fees, ati hana uniform. Watoto waende shuleni, tutatafuta uniform, tutawapelekea shuleni. Kilipi tunaelewana jameni? Wazazi mnasikia? Wazazi mko? Kama wewe uko na mtoto wako nyumbani, ati kwa sababu hana school fees hayuko shuleni, ati kwa sababu hana uniform hayuko shuleni, kesho asubuhi peleka mtoto shuleni. Sikizeni bwana, sikizeni. Ile empowerment kubwa zaidi Kenya ni kuhakikisha kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma, kwa sababu masomo ni ya muhimu, inaleta usawa kati ya watu matajiri na maskini. Mtoto wa maskini na tajiri wakisoma wanakuwa sawa, kwa sababu elimu ndio inatusawashisha sisi zote. Mnanielewa watu wa Mtwapa? Mnasema tuendelee? Vile vile mimi nawaambia watu wa Mtwapa, tumebadilisha mfumo wa mambo ya afya. Pale nyuma ile ya NHIF ilikuwa lazima uwe na kazi, ilikuwa lazima uwe na pesa, ilikuwa lazima uwe na uwezo ndio uweze kwenda hospitali utibiwe. Sasa tumebadilisha hii ya SHA. Tumesema kila mtu aende hospitali, wewe mama uende dispensary utibiwe, upatiwe dawa, kama ni kudungwa sindano utoke hapo uende nyumbani bila ya mtu kukuuliza pesa yoyote. Mambo ya kulipa hospitali, mnanisikia? Kulipa hospitali ni mimi na serikali ndio tutalipa. Mumenisikia nyinyi watu wa Kilifi? Sikizeni, mimi najua kuna mahospitali bado kwa kuna ujeuri. Mwananchi anaenda pale, anatibiwa, anaambiwa sijui lipa dawa, sijui lipa nini. Ukifika kwa zahanati yoyote, ufike kwa dispensary yoyote, mtu akuambie ya kwamba ulipe gharama ya matibabu, upige nduru, uite askari polisi, hawa ni matapeli. Kwa sababu tumeweka pesa ya kutosha kutibu Wakenya wote. Kilifi hoye! Kilifi hoye! Kufikia sasa watu waliojiandikisha, lakini huko na kazi moja lazima ufanye wewe, mtu wa Mtwapa. Lazima ujiandikishe. Lazima ufanye nini? Na kujiandikisha ni bure. Lazima ufanye nini? Bora umejiandikisha kwa SHA, uende hospitali utibiwe, ushike virago yako, uende nyumbani. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Tuendelee ama tuendelee?
Tuendelee ama tuendelee? That is what we want to do. Tunataka tusonge mbele pamoja, tunataka tushirikiane pamoja, na nimemwambia gavana wetu Bwana Mung'aro, si ndio? Yeye na mimi ndio tunashughulika na mambo ya hospitali, na tumekubaliana ya kwamba tuko na pesa ya primary health coverage, tuko na pesa ya social health insurance fund, tuko na pesa ya CCIF ile ya chronic illness fund, na hiyo yote ni mali ya hao wananchi waweze kutibiwa, watoto wasome na tuweze kwenda mbele. Leo asubuhi, sikizeni watu wa Kilifi, leo asubuhi nilikuwa pale Malindi. Tumepatiana pesa milioni 250 kwa vijana wa hapa Kilifi. Kila kijana 50,000 ya kufanya biashara, na sio mkopo, ni grant. Tunaelewana? Tuko pamoja? Kilifi hoye! Kama wewe hujajisajili bwana, enda pale *254# nyota, usipange hapo ndani. Tumekubaliana? Na tumekubaliana ya kwamba hatutaki tena siasa ya ubaguzi, na hatutaki tena siasa ya ukabila, na hatutaki siasa tena ya chuki. Tunataka kuunganisha taifa letu la Kenya. Ndio mimi nimekubaliana na chama ya ODM na chama ya UDA tuunganishe taifa letu la Kenya. Tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, tuondoe ubaguzi, tuunganishe wa Kenya, twende mbele pamoja. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Mtwapa, munasema tuungane ama tutengane? Munasema tushirikiane, tufanye kazi pamoja, tuondoe ubaguzi, tuondoe chuki, tuondoe ukabila, tubadilishe Kilifi na Kenya. Hebu nione wala wanasema tushirikiane, tuungane. Basi harambe! Ati watu wa Kilifi mnasemaje? Ati watu wa Mtwapa mnasemaje? Ya Mung'aro iko aje? Ya William Ruto iko aje? Hivi ni watu wa tutam. Bas, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Hapa niko na ndugu zangu, niko na mheshimiwa gavana wetu. Sasa wewe gavana utasimama wapi? Haya, wacha Mung'aro, lakini hapa niko na naibu wa rais. Huyo jamaa anaitwa Fire si Fire, Profesa Kithure Kindiki. Mtwapa hoye! Ni fire si fire, ni noma si noma. Rais Ruto aendelee, hii affordable housing iendelee, tujenge manyumba, vijana wapate kazi, tuendelee na maendeleo, tujenge barabara. Alafu ya mwisho nauliza hivi, rais anasema ili nchi yetu ipate maendeleo ya haraka, ndio tukae kama nchi kama Singapore na Malaysia, lazima tuwe na umoja wa kitaifa. Na ndio naona rais amepanua serikali. Sasa tuko wengi katika serikali, haijalishi wale walipiga kura mrengo huu ama mrengo ule. Na nataka niwaulize kama mnaunga rais mkono ashikanishe taifa la Kenya, tufanye kazi tukiwa kitu kimoja. Munataka rais na Mung'aro wafanye kazi pamoja? Munataka rais na Chonga wafanye kazi pamoja? Munataka rais na Hassan Joho wafanye kazi pamoja? Kwa hivyo muko maneno ya tutam, muko kwa tutam, muko kwa tutam. Arambe! Bas, boss amesema Mung'aro aingie. Ingia hapa, kaa hapa tu, ingia tu. Ati wa mudende. Wapi makofi ya mheshimiwa Mung'aro jameni? Haya, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, viongozi wenzangu ambao wako hapa, akiwemo naibu wa rais, watu wa Mtwapa,
Bwana asifiwe. Asalamu alaikum. Kilifi hoye. Mtwapa hoye. Basi Mheshimiwa Rais, kama ulivyosema, watu wa Mtwapa hapa Kilifi tuko na miradi mingi sana ambayo tunafanya kama kaunti na serikali ya kitaifa. Kama rais alivyosema, tayari miradi ya housing, masoko na mingine ni zaidi ya bilioni 21. Mbali ya miradi mingine ile tunafanya na kaunti na wafadhili. Mheshimiwa Rais, sisi hapa janga ambalo linatukumba tu sasa ni moja tu. Unalijua, najua waziri wako ulimtuma, tunajaribu kutatua. Janga linatudhuru sasa tu ni maji kwa sababu ya ukame na uhaba wa pale Baricho. Lakini tunatumai mwache ikiwa tayari na hizo zingine matatizo haya yataisha. Na najaribu kueleza sauti wananchi kwamba waelewe kwamba tatizo hili si binafsi, ni tatizo la mabadiliko ya hali ya anga na nchi. Ndio maana mnahimizwa kila mtu akuwe mweka mazingira kwa sababu inatuathiri. Lakini Mheshimiwa Rais, mbali na hayo, nimesema pale mapema pale Malindi, Kilifi ya sasa si ya jana, na tunaenda mbele na Mungu akipenda Kilifi itabadilika. Hapa Mtwapa, Mheshimiwa Rais, kama tulivyokubaliana wakati uliopita, Mtwapa katikati madukani, mbali ya mradi wa hospitali ambao utajengwa pia na hii mradi pale katikati, Mheshimiwa Rais, tulikubaliana zile barabara ndogo za Mtwapa zote ziwekwe lami. Nilikumbusha watu wa Kenya juzi, wakasema ahadi ni hiyo hiyo, ndio tubadilishe Mtwapa, watu warudi Mtwapa ifanye kazi masaa 24 kama zamani. Vile vile tayari tumeona director wa kura ameweka mradi pale. Sisi tumeanza kuweka na county huko Mtwapa primary, lakini zote hizi zikamilika, Mheshimiwa Rais, itabadilisha Mtwapa ndio uchumi mkubwa katika county hii. Kwa hivyo mimi nataka kuambia watu wa Mtwapa na wa Kilifi, tuendelee kuungana mkono na rais, na sisi sote tufanye kazi, tubadilishe Kilifi na rais abadilishe Kenya yetu. Tunakubaliana? Wangapi wanasema tumuunge mkono rais? Wangapi wanasema rais ni two-term? Kwani nyinyi mko na mpango wa kando huko? Wale na wako yenu ni ngwese ama naitwaje? Ni two-term, si two-term? Ya Mung'aro nayo? Ya Mung'aro nayo? Lakini wengine naona mnaenda hivyo sasa. Jameni, najua hii two-term inaanza juu mpaka chini. Nafurahi sana kwamba tumemkaribisha rais hapa. Najua ilikuwa baadaye tupitie sehemu zingine, lakini rais atarudi tena, ametuambia hivi karibuni. Tutazunguka kila mahali Mtwapa na kila mahali na tuanzishe miradi. Pale Mtwapa, Mheshimiwa Rais, ile soko ulituahidi, tunamaliza sisi kama county kununua ile plot ili utuwekee ile soko ya pale katikati ili wananchi wa Mtwapa waache kwenda mbali kufanya biashara. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa hii nafasi. Kwa watu wote Mtwapa, vile nilisema wakati tunamaliza mahali pa matope ama namna gani? Na hiyo soko nimemwambia Bwana Mung'aro aharakishe. Mimi nataka nikuje nianzishe ujenzi wa hiyo soko hapo Mtwapa ikae chonjo ama namna gani? Hii kiwanja hii, si watu wengi walikuwa wanasema haiwezekani? So walikuwa wanasema ni uongo. Wataona kivumbi wale. Hii mahali tutaibadilisha. Njooni hapa baada ya mwaka mmoja mtaona mambo. Ile Singapore tunasema sio mzaha. Tutaibadilisha hii Kenya mpaka itaonekana imekaa sura mzuri sana. Na sote tutatembea pamoja. Niko na viongozi wengi hapa.